Mambo vipi? Karibu sana kwenye sehemu ambayo wewe ndo unayehoji, yaani wewe ndo unayeuliza. Mimi nachokifanya ni kumpelekea tu maswali haya DJ Sma. Last time nilikuona Sma uliandika kwenye caption pale maswali na majibu. Basi niondoke nayo na mimi hiyo. Maswali na majibu. Sasa bila kupoteza muda mimi Sma naanza kuuliza maswali ya watu. Si ndio? Kuna ile swali muulizo na more than watu watano. Bila nime screenshot kama watu 4 hivi wangapi. Kuna anaitwa Hendrik Makota, kuna huyu mwingine anaitwa Abdul Sadiki, kuna huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa nani? Makostamara. Swali lao ni moja. Kwa mfano Makostamara anauliza hivi, nauliza Irani anaweza kweli kupiga miji ya Marekani? Na mwingine akasema kwamba, kwa mfano Abdul akasema kwamba pia DJ Sma, hivi ni kwa nini hawaipigi Washington ili Marekani nchini kwake aumie zaidi? Na Hendrik Makota pia aliuliza hivi, akasema kwamba mimi swali langu ni kuwa kwa nini Irani asipige moja kwa moja Marekani? Tunajibuje hili swali wetu? Sawa. Kabla sianza kuwajibu, naomba kwanza nitoe shukrani sana kwa wote ambao wamekuwa na support Fuse. Na tumekuwa tunapiga hatua na soon tutaonesha kwamba support yao imetufikisha wapi. Ila nitoe tu shout out kwa baadhi ya watu. Kuna Ali Juma, asante sana kwa support yako. Kuna Yohana Kibona, asante sana kwa support yako. Kuna Munan Kasomo, asante sana kwa support yako. Kuna Baraka Leonard Mkwabi, asante sana kwa support yako. Huyu ni mtu ambaye amekuwa ananisupport mimi kwa zaidi tangia Fuse imeanza mpaka leo bila kusita. Anaitwa Karoli Msango. Karoli bana. Yaani tangia tumeanza Fuse hajawahi kusita. Support yake ya siku zote. Yuko constant. Safi. Huyu ndo number 1 fan wa Fuse. Mungu akubariki. Kuna Nyoroka Simba, Mungu akubariki. Na wengine wengi. Maulidi Kasimu Aljabri, Mungu akubariki. Na huwa anapenda kujua unasikiliza kutokea wapi. Na kama ukitoa, kwa sababu hapa inatokea jina si umetokea wapi. Huwa anapenda kama ni Riziki bwana kutokea Morogoro, kutokea Canada, kutokea wapi. Kwa hiyo nitoe shukrani sana. Kweli. Back to the swali. Kwa sababu Marekani mjanja, hapiganagi vita uwanja wake wa nyumbani. Vita anaenda kupigana mbali na nyumbani kwake. Hiyo ya kwanza. Na ya pili, nchi zote ambazo amepambana nazo so far hazina capability, uwezo wa kumshambulia alipo. Iran anahitaji intercontinental ballistic missiles ambayo ina range zaidi ya kilomita 8. Ndio maana hajaweza kumfikia. Na nchi zingine Afghanistan, Libya, Iraq na wengine wote hawana intercontinental ballistic missiles, wala hawana long range bombers, wala hawana submarines ambazo zina uwezo wa kufika kule na kusababisha madhara. Hiyo ndio sababu. Lakini sio kwamba hakuna nchi ambazo zina uwezo huo. North Korea anazo intercontinental ballistic missiles. Alafu kuna peer to peer let's kama Urusi pamoja na China na hao wana uwezo huo. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba nchi ambazo wanapigana nazo hazina uwezo huo. Lakini nahisi baada ya hii Iran huenda akaanza kuwekeza sana kuwa na intercontinental ballistic missile. Yes. Okay, sawa. Swali lenu jamani, simama nijibu kwa kutosha. Swali jingine, huyu anaitwa Amani Studio. Ameuliza hivi, muulize DJ Sma, hivi Irani mbona tulisikia mwaka jana alipokea ndege 300 kutoka China? Je, ziko wapi? Na kama zipo kwa nini hazitumiki? Hakuna taarifa zozote za kuthibitika kwamba Irani amepokea ndege 300 kutoka China wala kutoka Urusi. Kwa taarifa za kuwepo inasemekana alipokea baadhi ya Su-35 kutoka kwa Mrusi, ni baadhi. Kingine ana F-14 Tomcat. Na ndo kipindi kile nakwambia, kuna kipindi Iran ilikuwa ni wa muhimu kwa Marekani kushinda Israeli. Na kipindi kile wakati wa Shah walimpa the latest ambao ni third generation fighter jet F-14 Tomcat takriban 88 ambazo ndo paka sasa hivi anazo yeye. Marekani alimpa. Sasa hiyo ndo backbone ya Air Force yake. Hizo ndege 300 mimi sina taarifa nazo. Kuna taarifa kwamba alikuwa
anaonesha interest ya kununua fighter jet kutoka kwa Mchina J10 na J15 zile kama lakini hamna hizo taarifa za ndio hicho watu wao makini sana wanapopata taarifa. Yes, kwa sababu kuna mtu akikutana na kitu anakipost. Yes. Muwe makini ila Sanzu anakuambia know yourself. Then know your enemy. Jijue wewe, alafu mjue adui wako. Ukipigana na Marekani katika vita vya aina hii uwe na airbase sijui nini, atazifyeka zote kama alizofanya kwenye navy yake. Kitu chochote ambacho kiko exposed, yani kinaonekana, kinaelea, Marekani na Israeli ana uwezo wa kuzidestroy kirahisi sana. Ndo maana Iran amekuwa anajiandaa kwa hivi vita kwa miaka 40 kwa sababu anajua Marekani na Israeli wanapigana vita vya aina gani ambavyo ni vya anga. Ndo maana ana bezi zake. Unajua mpaka sasa hivi Iran hajatumia ndege zake za kivita. Anatumia makombora. Kwa sababu cha kwanza akianza kuzitumia ata expose kambi zake za ndege za kutokea. Cha kwanza. Cha pili ni ndege ni rahisi sana kuzitungua kwa sababu ana F-14 Tomcat ambayo ni third generation. Zikienda kupigana na kitu kama F-15 ambayo ni air superiority au zikienda kupigana na F-35 ambayo ni stealth fighter au amongst the best fifth generation fighter ni F-22 Raptor, zitadunguliwa kirahisi sana. Yes, they have no chance ya kawaida ya kupambana nayo. Labda iwe ni dogfight kati ya F-35 kwa sababu F-35 is not air superiority na F-14 Tomcat is a dogfight nani. Hapo ikifikia kwenye dogfight huenda, lakini zile zina jammers za kisasa, zina electronic warfare za kisasa. Alafu kuna kitu kinajulikana kama BVR, beyond visual range. Yani ana makombora ambayo yanaweza kwenda mpaka kilomita 80, kilomita 80 mpaka 100 na zingine. Kwa hiyo kwenye hiyo hana nafasi ya kupigana air to air. Ndio maana so far Mwirani hajatumia kabisa ndege zake. Yes. Ametumia kitu ambacho yeye ana nguvu nacho na kinaleta majibu. Naam. Nadhani ndugu yetu swali lako limejibiwa vizuri, ambapo umeuliza hilo swali. Ndio hiyo Amani Studio, swali lako limejibiwa kwa ulivyotarajia pia. Swali jingine ni la Kelvin Mojenza ameuliza hivi: DJ Sma, vipi kuhusu Beiruti? Hii vita ina uhusiano gani kati ya hii vita na Israel kuishambulia Lebanoni, au ndo mpango wa Great Israel unaendelea, au kuna maslahi gani kuishambulia Lebanoni? Of course ni alichosema ni Greater Israel, ni mpango wa Greater Israel. Na kuisummarize ni kwa sababu ya njia kuu mbili. Hezbollah is still a threat, anataka kumneutralize kwamba kusio kuna threat pale, kama vile anataka kuneutralize threat ya Israel ya Iran. Sawa. Na lengo pia ni kuimega eneo la Lebanon. Kwa hiyo atafanikiwa, afanikiwi, sioni dalili hizo kwa sasa hivi. Bado hajaziona. Yes. Okay, sir. Swali jingine ni la Abdul Chidi Nzonyamara. Yeye ameuliza kwamba swali langu ni hivi: hawa Wayahudi wakati walitoka Misri pamoja na Musa walifikia wapi? Alafu na hivi wako wapi? Mbona tunaambiwa kwamba hao wa Netanyahu ni Mazayuni? Nitakujibu kwa njia kuu tatu. Ya kwanza, juzi kuna interview ulifanya na Dr. Sule. Aenda akasikilize hiyo. Ya kwanza. Ya pili, nimeshaelezea kwenye makala yangu ya A to Z ya mgogoro wa Israel na Palestina. Sitotaka kurudia, aenda kaangalia. Ya tatu, hii ambayo nimekwambia ndio inakuja. Mgogoro wa Israel na Palestina kwa mujibu wa maandiko. Humo ndo nimechimba zaidi. Kwa hiyo itakuja, itaelezea vizuri mpaka makabila yote 12 nimeelezea, yaliyopotea nimeelezea, yaliyobaki yameelezea. Kuna hao ambao wanaitwa Safedic Jews, alafu kuna Ashkenazi Jews ambao ni wa kutoka Europe, Poland na kwengineko, ndo wameingia kwenye hii. Kwa hiyo zote nitaziweka ziko mule ndani, ataelewa. Ila kwa ufupi, wale ni Jews, wale Wayahudi asilia wametoka Middle East, Mashariki ya Kati, ambao ngozi yao ni brown, sio weupe. Hao walioko hawa
Netanyahu mwenyewe anaitwa Milwaukee, sawa, ametokea Poland, si ni mzungu wa kutoka kule kaja pale. Golda Meir anasema kabisa yeye wakati nani wako pale alikuwa na pasipoti ya Kipalestina, wametoka kule wamekuja huko. Kwa hiyo long story short, waenda wakaangalia makala matatu, wamsikize Dr. Sule, waangalia mgogoro wa A to Z ya Palestina, ipo hapo kwenu. A to Z ya mgogoro wa Israel na Palestina iko kwenye DJ Smart 255, na hiyo ambayo anakuja kuitoa mgogoro wa Israel na Palestina kwa mujibu wa maandiko humo ina episode 24 humo. Sasa ataelewa A to Z kwa undani kabisa. Ndugu yangu Abdul Chizi na Chidi, unadhani swali lako limejibiwa vizuri. Mwingine anaitwa Kipara Mbwana. Kipara yeye ameuliza hivi, mimi ninauliza, Marekani imesema kwamba imezizamisha meli za kivita karibu 20 au zaidi. Je, Irani kuna meli yoyote ya kivita iliyozamishwa na Irani? Ni kweli, kwa taarifa ambazo tunazo, meli za kivita za Iran ndio maana nikakwambia ukipigana na Marekani na Israeli kwa vitu ambavyo viko exposed watakuumiza. Ndio vitu kama meli wamezamisha kwa kutumia mizinga, kwa kutumia torpedoes za kutoka kwenye submarine na zinginezo. Zingine wamefanya war crimes kwa kushambulia meli ambayo ilikuwa haiko vitani. Cha kwanza ilikuwa haina silaha, cha pili ambayo ilitoka kwenye mazoezi ya India na India kuwasaliti wale. Ila ripoti zipo za Irani kushambulia baadhi ya meli za Marekani. Amezamisha, taarifa hizo sina, lakini kuzishambulia tumepata taarifa kuzishambulia. Yes. Naam. Nadhani ndugu yangu Kipara, majibu yako yamepatikana. Anaitwa Kingston Bagamoyo. Yeye ameuliza hivi, swali, Umoja wa Kiarabu umeamua kuvumilia au kuna show kubwa? Jibu, Irani imesema unaweza kucheza mechi kwa miaka Jibu, jamani, mwe mnaandika vizuri jamani maswali yenu. Jibu, Irani imesema unaweza kucheza mechi kwa miaka 5. Sijaelewa hilo swali. Kwamba swali, Umoja wa Kiarabu umeamua kuvumilia au kuna show kubwa? Sasa hapo kuna show kubwa maana yake nini? Ndugu zanguni, hebu hili ni ombi jamani, maswali mwe mnatengeneza vizuri. Mbona hapa mtu tamuiza anashinda hata kulielewa sasa. Kuna show kubwa yani ndio maanisha nini? Tutumie lugha nzuri kidogo ambazo kidogo mtu anaweza. Au unaweza kuvumilia miaka 5 na maanisha nini? Kwa maana Waarabu labda anamaanisha hivyo, labda kwamba sasa miaka 5, hiyo miaka 5 anamaanisha nini? Yani kwamba vita miaka 5 au nini? Yani siwezi nikajibu. Unaambiwa kuelewa swali ni nusu ya jibu. Kweli. Kwa hiyo siwezi nikajibu kitu ambacho sijakielewa. Next mwingine huyo, twende. Mohamed Hango amesema DJ Sma, Marekani wanadai kuwa Irani ana nuclear ndio maana wanampiga. Mbona Korea anajitangaza kuwa ana nuclear na hawampigi? Nadhani imeeleweka na tulianza ile tukasema yes. Hawezi wakampiga North Korea kwa sababu ana nuclear na uwezo wa kuzifikisha nazo, cha kwanza. Cha pili, baada ya hii Iran kuonesha dunia kwamba huyu bwana anapigika. Yani sasa hivi ndio kama amemtia ndimu Unajua Marekani vipi? Marekani ni mtu ambaye watu walikuwa wanaogopa kupigana naye kwa sababu wanaogopa kupigana naye. Mikwala. Sawa. Yani anaweza limekuja bonge ya jitu lile na kusukuma unamuogopa. Sawa. Au ile mimeli unakubali kutokupigana naye. Sasa ametokea dogo kakoma naye kwamba ndio utanipiga lakini na mimi lazima nikutie adabu. Sawa. Kwa hiyo imeexpose kumbe anapigika. Kwa hiyo ndo hali halisi ambayo iko sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi yani wakimgusa mtu kama kiduku kinawaka. Kusema kweli mwenyewe niliona ile Abraham Lincoln zinasogea zile, kusema kweli ndio mwisho wa dunia huu hapa sasa. Lakini ndio hivyo. Swali bado, maswali mawili. Kuna yule anaitwa Adam Paul ameuliza kwamba muulize DJ Sma, aircraft carrier meli ya kubebea ndege ya Marekani ni kweli ilivyoshambuliwa na Irani imepata itirafu ikapelekea Marekani kupeleka meli nyingine? Hebu naomba urudie swali. Muulize DJ Sma, aircraft carrier meli ya kubebea ndege ya Kimarekani ni kweli ilishambuliwa ilivyoshambuliwa na Irani imepata itirafu ikapelekea Marekani kupeleka meli nyingine? Sawa.
Tumeona taarifa za aircraft carrier kushambuliwa lakini hazijathibitika. Sijaona source yoyote ambayo ina mashiko kwamba ile aircraft carrier yenyewe kushambuliwa. Tumeona support ship frigates na wanahitaji battleships zile destroyers zikishambuliwa. Yenyewe sinani, ila ukiona unaongeza nguvu ujue mziki unaokutana nao una nguvu zaidi. Yes, kwa hiyo mpaka anaongeza aircraft carrier nyingine ina maana mziki anaokutana nao ni mziki. Lakini kuna vitu ambavyo anatakiwa ajue kama Gerald Adford. Unajua wanajeshi wale waga wanapewa rotation. Kila baada ya muda wanatoka, wanarudi, wanakuja wengine. Muda wao wa kufanya rotation ulikuwa umeshafika. Sawa? Kwa hiyo wale wanatakiwa wafanyie rotation. Ukilazimisha kunakuwa kuna fatigue. Wanajeshi wamechoka, kwa hiyo hawaperform vizuri. Inabidi watu wengine. Yes, inabidi kuwe kuna exchange. Ya kwanza. Ya pili, hizi ndege hizi meli zinatakiwa zifanyiwe resupply. Wanapotumia makombora inatakiwa wawekewe nyingine. Chakula baada ya muda huwa kinapungua. Kuna service na maintenance ambazo zinatakiwa. Na hizi zinatakiwa ziende zikafanyike kwenye port ambazo nyingi ambazo zilikuwa Middle East zimeshambuliwa. Kwa hiyo inaziwia vigumu kupata hizo resupply, iwapo ni ammunition au of course kuna airlift, lakini sio haiwezi uka airlift mzigo mkubwa wa carrier battle group matani. Yes, inabidi uende kwenye port. Kwa hiyo pia ni factor ambayo tunatakiwa wajue. Haziwezi zikapigana muda mrefu kiasi hicho. Yes. Adam Poli, jina lako, swali lako limejibiwa linavyotakiwa. Swali la mwisho kwa siku ya leo jamani ni Ramazani Omari. Huyu ndo swali lake la mwisho tunauliza jamani. Yeye anauliza hivi, DJ Sma, swali langu ni hivi, kwani hizi nchi za Kiarabu wananafikiana? Mfano, Waarabu wanashindwa kusaidiana, mfano Gaza imepigwa mabomu, lakini haya yote wanayaona lakini hawachukui hatua. Akaendelea pia, nadhani wao pia ndio chanzo cha nchi nyingi za Kiislamu kuangushwa na upande wa pili. Akaendelea pia, kwa nini hawashirikiani na Waislamu wenzao, badala yake wanashirikiana na upande wa pili? Ama haya yanayoendelea yapo kwenye maandiko au ni upi ushindi wa haya? Ina engo nyingi sana. Kuna kunafikiana wenyewe kwa wenyewe, kuna kwa vibaraka. Upande wa kimaandika ndio. Mtume sallallahu kuna siku alikuwa amekaa na maswahaba zake, akawaambia tatabahu alaikum al-umam yawm hadithi inasemaje kwamba ngoja ni search hapa ili tuende nayo vizuri, ila mantiki ya hadithi wakati naendelea na nani na kumtafutia jibu sahihi Ramadhani kwamba Mtume sasa alikuwa na maswahaba akawaambia kwamba zitakusanyika nchi kukushambulieni. Umeona? Maswahaba akashangaa, akauliza hal min killatina, ni kwa sababu tutakuwa wachache? Akasema bal antum kathir, lakini nyinyi mtakuwa wengi. Lakini ka ghutha al-bahr, ni kama povu la bahari, yani mtakuwa wengi. Kwa hiyo wingi wingi sio kushinda. Yani unajua hapa nafikiria ni jibu lakini sitaki kuingia very deep. Issue iko hivi, na haya yote aliyatabiri Mtume sawa kwamba itakuja kipindi watu watakosa uchamungu. Sawa? Watakapokosa uchamungu na kumtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu atatoa hofu ya maadui zao wahofia hawa Waislamu. Sawa? Kwa hiyo watashambuliwa sana kwa wingi. Na hii kilitokea kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kipindi walikuwa wachache maswahaba wakashinda vita. Sawa?
Ikatokea vita vingine wakawa wako wengi, wakaenda pale wakiamini kwamba watashinda kwa sababu tuko wengi, wakala kichapo. Ndio ile kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa yawmul hunain idh ajabatkum kathratukum fadhaqa bikumul ardh, kwamba na siku ya Hunain ili kupumbazeni wingi wenu, umeona, mkadhani kwamba ushindi wenu utatoka na wingi wenu. Fadhaka bikumul ardhi, na ardhi ikawa nzito. Fawalaitu mudbirin, na mkatoka pale mkakimbia yani, umeona. Kwa hiyo walidanganywa na wingi wao. Lakini kwenye aya nyingine anakwambia, anawambia wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama, na wala hamkurusha muliporusha, lakini Mwenyezi Mungu ndo aliyerusha. Sawa. Kwa hiyo wao wametoka katika kumtegemea Mwenyezi Mungu na kutegemea silaha zao na wingi wao. Kwa hiyo hawajafaidika na chochote. Matokeo yake ndio hiyo, wengi lakini hawafaidini. Sasa hii hapa hadithi, sawa? Niwasomee hii alafu nimalizie. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku umamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akallatu ila qas'atiha, kwamba ninahofia kwamba watakusanyikeni watu mataifa kwenu kama watu wanavyokusanyikeni kwa sababu ya kula chakula. Unaona kama kuna sahani pale, watu wanakula kwa pamoja, unaona. Akasema faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idhin, je, ni kutokana na uchache wetu siku hiyo? Qala bal antum yawma idhin kathiru, bali nyinyi siku hizo mko wengi. Sasa hivi kwa taarifa zinaonyesha Waislamu wako bilioni 1 duniani, sawa? Walakinnakum ghuthaun ka ghuthaha saili, lakini nyinyi wingi wenu ni kama povu la bahari. So unaona ile bahari likija inakuwa na povu ambalo halina faida, linatoka. Wala yanzi anna Allaha min suduri aduwakum almahabbatu minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum wahn. Kwa hiyo akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa hofu katika mioyo ya maadui zenu, alafu katika mioyo yenu nyinyi Waislamu ataweka wahn. Wakauliza wama wahn, akasema sikiliza mali, hubbu dunia wa karihatul maut, ni kupenda dunia na kuogopa kifo. Na hicho ndio sasa, mkitaka ukweli wa hizi nchi za Kiarabu, wanapenda sana dunia yao, wanapenda sana maisha yao, wana mabarabara, wana malls, wana mamiji, wana nini, yani wamependa yani dunia. Hubbu dunia imeingia katika mioyo, alafu wakarahiyatul maut, na wanaogopa kifo. Maadamu ipo hiyo, tusitegemee hizi nchi zifanye chochote. Wale pekee ambao ndo wale nikakwambia, unaona kama Iran, sawa, wale hawaogopi kufa, sawa. Watu wa Gaza na wengineo na Afghanistan wale wana ile ishu ya jihad, kwamba sisi tukifa Mwenyezi Mungu anaenda ameturidhia. Ndio maana Mungu unakuta hata kama muda utapita, ila Mwenyezi Mungu anawanusuru. Kwa hiyo ni moja ya majanga ya wingi wao wanaosemekana ni Waislamu. Ghotha seli ni wengi kama povu la bahari, na uoga waliokuwa nao maadui wao dhidi yao umeondoka, na wao wameingizwa wahni ambao ni kupenda maisha na dunia.
Na kuna swali lingine? Ndio hilo tumemaliza. Na ndio labda kwa kumwambia tu Omari, nilikosea mwanzo kumwambia ushindi, lakini ni ushahidi kwenye maandiko na umesoma kabisa, yani lakini nzuri smart. Mungu naye anakuongoza. Yani mtu mimi nimekosea kulisoma, lakini wewe ndio umelisema kama alivyomaanisha, kwa maana ushahidi wa maandiko na umenukuu Qur'ani hapa kabisa. Kwa hiyo Omari, kuna riwaya nyingine ambayo inaenda kwenye mafumu yake kwamba unaona alivyoelezea na watakuwa wanapenda dunia nini, lakini akasema anakuja mtu ambaye katika uzao wake au katika walipotokea watapambania dini, ambayo akatokea Suleiman al-Farsi wa Fursi, ndo ambao sasa hivi modern day Iran. Kwa hiyo ni sehemu ambayo sisemi hawa sasa hivi ndio wale waliotabiriwa, lakini ni moja sehemu ambayo iko kwenye utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ni kitu ambacho kipo, na nataka nimalizie tu kwa mambo mawili. Tumekuwa so materialistic, na siongelee kwenye vita, nasema kwa binadamu sasa hivi jinsi tulivyo, tumekuwa so materialistic. Tumetoka kwenye asili kwamba hivi vitu vyote hivi viko kwenye umiliki wa Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Riziki anaitoa Mwenyezi Mungu. Kweli. Ugonjwa na afya anautoa Mwenyezi Mungu. Afya na umauti unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Utukufu na udhalili unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Tumekuwa so materialistic leo hii. Nikiwa na shida sawa, alafu na hii wasijisikie vibaya, ndio maana sasa kunatakiwa ile fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina, kuna ukumbusho. Hata baadhi ya mitume ishawatokea. Leo hii mimi nina shida bwana, Mwenyezi Mungu, mimi nina shida bwana, nitaidia hata nipate ile iftari. Mara papo nimekutana na ndugu yangu bwana, nakwaje, fresh mambo yanaenda, ndio hivyo bwana, nashukuru Mungu. Basi shika hii hapa mwanangu, 10 basi songeshe. Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Kesho nasema nimeishiwa, ngoja nimcheki mwanangu. Kwa inakuaje? Mwanangu hali mbaya, kama unayo nani? Mbona mwanangu leo nimeamka vibaya. Nimesahau kwamba nilipokuwa na shida nilimwomba Mungu. Mungu akakutumia wewe kunipa hili. Sasa hivi nataka nimkate Mungu, nije kwako direct. Ndio hiyo tumekuwa materialist, na hii ilimkuta Nabii Musa alayhi salam. Alikuwa anaumwa, akaenda akamwambia Mwenyezi Mungu naumwa. Mungu akamwambia naona ule mti ule pale, nenda pale kachukua ile majani kula. Musa akaenda akatumia akapona. Imepita muda akaumwa tena. Unajua wenzetu walikuwa naishi miaka mingi mpaka 400. Wapo walikuwa naishi mpaka miaka 1000. Basi Musa kaumwa tena. Wala mtu wangu kwa wapi? Kaenda kwenye mti kachukua mzee kasema hamna kitu. Akarudi kwa Mungu. Bana, nimeenda kwenye ule mti au nisijapona. Kaambia mara ya kwanza ulipoumwa ulikuja kwangu. Mimi nikakuponya kupitia kwenye ule mti. This time wewe umeenda moja kwa moja kwenye ule mti, nimekuacha wewe na huo mtu ukapambane na hali yako. Umeelewa? Kwa hiyo hii inatukuta sana sisi binadamu wa leo. Tuko very materialistic. Na tunapenda sana dunia. Tumepunguza kukumbuka kwamba yule malaika yule akishapewa jina lako hapunguzi hata sekunde moja. Hata kama ulikuwa uko sehemu ambayo lede ndo iko safe zaidi, acha atakuwa safe. Yani unakaribia kufata mafanikio makubwa kabisa. Umeona? Mungu yule akifika mzee shwa anapita na wewe, hacheleweshi wala haongezi. Alafu ukienda kule unaangaliwa matendo yako. Umetenda mema mangapi? Umetenda mabaya mangapi? Na niwarahisishie tu, dini imegawanyika sehemu kuu mbili. Ni ibada na muamala. Ibada ni yale unayofanya kati yako wewe na Mungu wako. Kwa maombi yako, funga yako, saumu yako, swala zako na hivyo vingine. Ni kati yako wewe na Mungu wako. Hiyo ndo the easiest part. Kwa sababu wewe unaweza ukafanya madhambi ukajaza yani gorofa zima. Siku Mungu akikutia tu ndani ya moyo wako kutaka toba, ukanyanyua mikono, ya Allah, Mola wangu nilikosea, naomba nisamehe. Mungu anakusamehe. Na kadri ya ubora wako wa jinsi utakavyoomba toba,
unajua Mungu tajiri, anaweza yale madhambi si ameyasamehe, sio anayasamehe tu, anageuza yanakuwa mema. Yes, kwamba ulikuwa na kilo 1000 za madhambi, anazigeuza zinakuwa kilo 1000 za matendo mema. Mungu tajiri, umeona? Kwa hiyo unaweza, lakini kwenye muamala hakuna kitu kitakachowaangamiza watu wengi kama hiyo. Na muomba Mwenyezi Mungu na watazamaji wetu na wasikilizaji wetu atuongoze sana kwenye hii muamala. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu sana, ndio maana tukasema ile inna Allaha ya'muru bil adl. Sawa, kuna sehemu ambayo sema inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mwenyezi Mungu anasema nimeiharamisha dhulma kwangu mimi, yeye Mwenyezi Mungu. Faharamtu bainakum, na nimeiharamisha baina yenu, fala tadhalamu, basi musidhulumiane. Sawa. Sasa unapomdhulumu mtu, unapomshutumu mtu, unapomtukana mtu, unapomsengenya mtu, unapomfanyia ubaya mtu, na kila aina ya dhuluma ubaya, sawa, Mungu akusamehe mpaka yule mtu akusamehe. Kwa hiyo umejiwekea rehani, sawa, mabaya yako, yani pepo yako au mustakabali wako kwa yule mtu. Kama unataka kuwa salama, epuka, fanya vitu viwili. Cha kwanza, wale ambao umewakosea, kama anakudai jitahidi endo kamlipe. Kama uwezi, wasiliana naye, ongea naye, kama ataweza kukusamea kusamehe, sawa. Kama hawezi, atakwambia uendelee kupambana, pambana. Na sisi tunafundishwa mtu ukiwa una deni ukaona nia dhati ya kulipa, Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi wewe ndio ukalipe. Sawa. Na kuna dua nyingi nzuri, moja ya the best dua ambayo mtu anatakiwa aombe kila siku asubuhi. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal ghalabati ad-daini wa kahri rijal. Moja ya dua bora kabisa kila Muislamu anatakiwa iombe kila siku ya Mungu. Na naamini kwa ndugu zetu wa Kristo mna aina zenu za dua. Sawa? Yes, wanatakiwa waombe. Na maombi ni muhimu. Unajua saa nyingine kuna vita tunapigana navyo hatuvioni. Sawa? Kuna vita vya kwenye giza. Vita ambavyo haviko machoni. Sasa wewe mtu ukiwa kama nyani tu, ukiamka wewe unaenda unafanya mishe zako, hujui hata umeamka, unamshukuru Mwenyezi Mungu. Unapotoka nyumbani umuombe Mwenyezi Mungu kama kondoo. Utakuta mwanangu unapigwa weapon silaha zile, watu wana haki vibaya mno. Kwa hiyo ibada na dua zile ni muhimu. Kwa hiyo cha kwanza, hakikisha unajitahidi yule mtu umalizane naye kwa njia moja au nyingine. Cha pili, mimi wana utaratibu mmoja na nishajiwekea, mtu yote ninayemkopa mimi na madeni kama mawili ambayo ndio yananisumbua sana kichwa. Sikumbuki kama nina deni zaidi ya hiyo. Namuombaga sana Mungu aniwezeshe, na naamini ataniwezesha nililipe. Ila sasa hivi nikiwa nina deni kwa mtu, namwambia sikiliza, kwanza sipendi kabisa madeni. Unaona mpaka leo hii fuse nimefika hapa, naenda taratibu mno. Huu mwaka wangu wa 4. Ulikuwa na uwezo wa kukopa? Nilikuwa na uwezo wa kukopa. Na watu wa kukopesha wapo pia. Na nilikuwa na uwezo lakini sijai kuchukua mkopo. Umeona? Huwa naambia watu, mtu akipenda kushow love, ana show love, tunaenda kidogo kidogo. Cha kwanza huwa namwambia sawa, nachukua ile deni, ila tukubaliane nikifa leo, sawa, ili deni linafutika. Nikifa leo. Akikataa sichukui ile deni. Kwa sababu huwezi ukajua watakaobakia watalipa au hawalipi. Umeona? Na mpaka watakapolipa ndo mtiti wako kwa kaburini una nani. Kuna siku sahaba mmoja alifariki, sawa? Mtume SAW akagoma kumsalia, akasema ana deni. Akajitokea sahaba akasema mimi nadhamini, nitamlipia. Ndio Mtume SAW akakubali kwenda kulipa. Unajua ni jambo zito sana. Mtume SAW kukataa kumsalia mtu kwa sababu ya deni. Sasa akawa kila kukutana naye anamuuliza umemlipia? Kila kukutana amemlipia. Akakutana naye baada ya muda fulani, akaambia amelipa. Akaambia tabrid jilda, sasa hivi ndo mwili wake unaanza kupata baridi. Kwamba muda wote ulikuwa hujamlipia, alikuwa huko hali yake ilikuwa sio nzuri. Umeelewa? Kwa hiyo deni katika imani ya Kiislamu ni kitu kizito sana. Cha kwanza. Cha pili ni kufuata formula Mtume sasa, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
falyakul khair au liyasmut, mtu yote ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya Kiyama basi aseme khairi, jambo la khairi, au liyasmut, au anyamaze. Usiongeongee sana ukaja ukamdhuru mtu ukamkwaza mtu. Ndio maana sisi tukimalizaga hapa watu tunaomba msamaha. Tunaomba msamaha. Kwa hiyo usia wangu mimi kwa wasikilizaji wote, mimi nimeongea kwa Kiislamu kwa sababu nina elimu hiyo. Kwa Wakristo sio kwamba nimewatenga, sina elimu hiyo. Naomba wenye elimu hiyo watuambie kwenye comment section kwamba tutamfuata IPM. IPM kuna Hananja, tutaomba wapo ambao. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba tukumbuke kwamba kuna mauti. Tunayoyafanya hapa tu balance, tutangulize mema. Ukienda kutoa sadaka, ukienda kusaidia mtu, tujiwekee utaratibu wa kutoa sadaka 500 buku. Huwa zina neema sana, zinafungua na zinaepusha shari nyingi sana. Watu wangejua nguvu ya sadaka wangekuwa wanatoa. Sisi Waislamu tunafundishwa na Mtume sasa, wallahi la yankusu malu ahadin bisadaka, anaapia Mtume SAW, haipungui mali ya mtu kwa sadaka. Yani utakachokutoa hakipungui. Na Mungu ana njia kadhaa za kukulipa, mojawapo kuu ni 2. Ukitoa moja minimum unalipwa 10. Hiyo ni minimum. Inaweza kafika mpaka 700 na zaidi kutokana na Mungu anavyotaka. Ila anaweza akakuepushia hasara, kwamba unatoka, mfano umetoa mtu umemgia 500 au buku, sawa? Unatoka, simu yako ilipangiwa ianguke, ivunjike kioo, ambayo thamani yake 200,000. Wapo zingine zinaenda mpaka milioni, sawa? Mungu akakuepushia ile simu ikaanguka, lakini isivunjiki. Kwa hiyo Mungu akakuepushia, akakulipa kwa kukuepushia hasara, sawa? Au utakiwa ugongwe, uvunjike miguu, ndo kakae muda mrefu na miogo na nini. Kwa hiyo Mungu ana njia kadhaa, au kutokana na hekima yake na busara yake anaweza akakupa zote 2, akakupa zaidi na akakuepushia balaa, sawa? Kwa hiyo sasa hivi uungwana umeonekana kama ni kitu ambacho kimepitwa wakati. Tukumbuke kwamba kuna mwisho. Hizi siku kadri zinavyoenda, kalenda yetu inazidi kupungua tu, sawa? Tujitahidi kadri ya uwezo wetu, tutende mema, tutoe sadaka, tuishi na watu vizuri. Mtu ukiweza kucontrol mdomo wako, kupunguza kuongea sana, ni kheri. Punguza magrupu ambayo sio ya muhimu. Unajua saa nyingine unaweza kujikuta kwenye mpira ile, bana mtu fulani kunde dadeki yani sijui kumbe ushatukana, alafu au mtu fulani umemtukana au vitu kama hivyo. Kwa hiyo pia tahidi uungwana. Hiyo ni kitu ambacho cha kwanza nimependa nitoe. Cha pili, nimegundua kwamba tuna communication skills problem. Tuna watu wengi sana tuna shida ya jinsi ya kuwasiliana. Na naomba tu nitoe formula kwa ufupi. Unapowasiliana na mtu kwa mara ya kwanza, iwe ni kwa simu, mimi nielezee mimi ninachokifanya. Mimi ukinipa labda namba ya Riz, sawa? Sijawahi kuwasiliana naye, hajawahi kuwasiliana na mimi, hanijui, simjui. Mimi labda ndo kitu cha kwanza ninachokifanya, huwa natuma message. Habari, mimi ni DJ Sma. Nimepewa namba yako kutoka kwa bini fulani. Nina jambo 1 2 3. Una nafasi nikupigie? Ndo utaratibu wangu, structure yangu ya message. Kwa hiyo unajua watu waga wana defensive mode. Yani kawaida huwa watu waga katika hali ya kujikinga, kujihami automatically. Ndo tulivyo. Kwa hiyo inapokuja mtu mgeni nini, yani inakuwa kuna usipoweza kujielezea vizuri, anakuona kama huyu bana katika tu, yale mawasiliano huwa hayafiki mbali na huenda yakaharibika. Utasikia mtu mwenyewe nimempigia najibu ovyo. Sawa, hiyo ipo. Kwa hiyo huwa anatuma message. Kwa hiyo yule mtu akishajua ananitafuta ni mtu fulani, ametoa namba kwa mtu fulani, ananitafuta kwa shida fulani, anaweza kaniambia sawa, nitakupigia au baada ya muda fulani nitakupigia. Ukimpigia anapokea, mnawasiliana. Cha kwanza. Cha pili, nikiongea na mtu ambaye sifahamu, sinaga ile kujifanya namjua sana. Baada mambo vipi, uko poa bana, za siku familia ya jambo, watoto that's BS. Mimi wanaenda straight to the point. Bahari salama nini, nitamwambia tunatumai uko poa, kwa sababu pia huwezi kujua kwenye mazingira gani. Nimekupigia kwa sababu nina 1 2 3, naenda straight to the point. Sawa. Kingine, usimzoe mtu ambaye kama hajakupa ruksa ya kumzoea.
Mawasiliano mara ya kwanza, basi unaona kama, unajua kuna watu ambao ni waungwana, ukiongea nao utahisi kama ni rafiki kutokana na uungwana kama na ushikaji wa siku zote. Ila usivuke, usimzoee kabla haja kuruhusu umzoee. Umeona hiyo ya kwanza. Mfano kama mimi ni mzito sana kupokea namba ngeni. Umeona yes. Na hivi vitu tunakutana navyo sana, ndio maana hata mimi kwenye nani huwa najibu kila mtu. Lakini unakuta kuna mtu anakutumia baadhi ya message ambazo zinaleta sintofahamu, yani communication inakuwa ngumu kuwasiliana na huyu mtu. Kwa hiyo to improve aina fulani ya communication, jinsi unavyomtafuta mtu. Umeona na pia unavyopokea. Kama ukiamua kupokea pia kuwa muungwana, kwa sababu pia hujui nani anakupigia kwa sababu gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo upande wa communication pia tuna tatizo. Watu wajifunze kupitia yale kumeelekeza. Na hii inaweza ikapelekea ukakosa neema kubwa sana au ikapelekea madhara makubwa sana jinsi mnavyowasiliana. Kwa hiyo kwa ufupi kwa leo tutakuwa tukimaliza tunatoa nasaha mwishoni. Hata nimeona pia hata iliyopita ile uligusia kidogo masuala fulani hivi malezi na pia ukasema kuhusu shule, unatamani Mungu aje kujalia kwa mbeleni. Watu nimeona kwenye comment watu wamesifia sana. Kuna ile pia ya afya juu tulizungumza tips pia watu wamependa pia. Kwa nadhani itakuwa ni utaratibu. Tukianza maswali pale kidogo tunatoa wasaa kidogo na watu elimu dunia tunasema watu wajifunze zaidi. Kwa yale ambayo huwezi kufundishwa sehemu, basi walao hata mtu hapa asipoteze bando lake. Unajua watu wanatenga muda wao na nini. Kwa badala ya kupata hizi elimu pia na maswali yako umejibiwa, bado pia na elimu pia unapewa ambayo itakufaa kwa kizazi chako na uzao wako pia, si ndio? Kabisa. Na kitu ambacho watu kitu ambacho kiko kwenye demand kubwa sasa. Unajua kwenye biashara mtu anatafuta bidhaa gani inauzika sana au kitu gani kina nani sana. Katika kitu ambacho kina demand sana sasa hivi ni uungwana. Yaani waungwana wanazidi kupungua. Washenzi wanazidi kuongezeka. Yaani watu ambao hawana maadili, hawana ustaarabu wanazidi kupungua. Na usijali kuonekana kama umepitwa na wakati. Akikukubali Mwenyezi Mungu, hata ukipoteza dunia nzima wewe uko safe. Ukipendwa na dunia nzima na umempoteza Mwenyezi Mungu umekula hasara. Kwa hiyo tujitahidi kwa dini zote tufanye yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia na kuyapenda. Basi tukimpata Mungu tumempata kila kitu. DJ Sma, mimi nikushukuru sana kwa wewe kwanza kwa yale ambayo umeyazungumza. Almost nadhani karibia masaa mawili sasa tumezungumza. Nikushukuru pia wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni mtu wa thamani sana sana sana. Bila wewe sisi hatuwezi kufanya hata hichi kipindi, lakini tukiona watazamaji wanaongezeka, comment ni nyingi, kwa hiyo tunachokifanya kweli watu wanakitazama. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yuko Riziki bwana. Kama kawaida, kama una swali lako pengine labda hatujajibu siku ya leo, lakini ni bahati wakati mwingine huwa tuna select tu bwana leo fana yani tuseme kwamba waga ni selection. Kila mtu ana bahati yake. Ukaandika ulisijibiwe, lakini next wakati mwingine pia itajibiwa tu na itakuja bahati yako. Kwa hiyo tuandike pia vizuri maswali. Kuna watu wengine maswali mnaandika kikweli kidogo yanyoke yaeleweke ili iwe vyepesi pia kuyawasilisha kwa ndugu yangu Sma. Kwa hiyo nikushukuru sana. Mimi ni Victor Madaha, biaza kamera kwa Riziki bwana. Asanteni sana. Kama tumekosea popote kweli tusamee. Sema ambayo tunafaa kurekebishwa turekebishane kabisa. Asanteni, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.